Hii ni hadithi inayoakisi maisha ya vijana wengi wa sasa, ikionyesha mnyororo wa jinsi tabia hii inavyoanza, inavyokomaa na athari zake katika nyanja za kisaikolojia na kijamii. Safari ya Juma, kutoka shauku hadi kifungo. Mlango wa kuingilia, udadisi na simu ya mkononi. Juma alikuwa kijana mchangamfu, mwanafunzi wa kidato cha 5 mwenye ndoto kubwa. Kila kitu kilianza kama mchezo. Siku moja, akiwa amejipumzisha chumbani na simu yake mpya, alikutana na kipande cha video ya watu wazima, pornografia, kwenye kundi la WhatsApp la marafiki zake. Kwa mara ya kwanza, alihisi msisimuko ambao hakuwahi kuupata. Udadisi ukamfanya atafute video zaidi. Punyeto ikawa ni njia rahisi ya kuzima ule msisimuko aliouamsha kupitia macho. Hakujua kuwa alikuwa anaanza kutengeneza njia ya neva kwenye ubongo wake itakayomfanya awe mtumwa baadaye. 2. Mtego, faraja ya uongo. Baada ya miezi michache, Juma alianza kuitumia punyeto kama dawa ya kila kitu. Akipata msongo wa mawazo shuleni, anafanya punyeto. Akijisikia mpweke, anafanya punyeto. Akishindwa kulala, anafanya punyeto. Kile kilichoanza kama tukio la mara moja kwa wiki kikawa tukio la kila siku na baadaye mara 3 kwa siku. Ubongo wake ulianza kuzoea viwango vikubwa vya dopamine, kichocheo cha furaha, kiasi kwamba mambo ya kawaida kama kusoma, kucheza mpira au kupiga stori na marafiki yakaanza kuonekana yanachosha na hayana ladha. 4. Kupotea kwa nuru, athari zinaanza. Athari hazikuja kwa kishindo, zilikuja kama moshi. Juma alianza kubadilika, kupoteza umakini. Akiwa darasani, akili yake ilikuwa inawaza picha za video alizoziona usiku. Alianza kusahau mambo haraka. Hofu ya kijamii, social anxiety. Alianza kujiona mchafu, akikutana na wasichana anashindwa kuwaangalia machoni kwa sababu anajihisi kuwa mnyama au mdhalilishaji moyoni. Uchovu wa kudumu. Alijihisi mnyonge na mwenye uvivu wa kupindukia. Yale matamanio ya kufanya mambo makubwa yalitoweka. Msongo wa mawazo, depression. Baada ya kila tendo, Juma alihisi majuto makali na kujichukia, lakini baada ya saa chache, ule uraibu unamvuta tena. Ilikuwa ni mzunguko wa mateso. 4. Ukuta wa mwisho. Siku moja, Juma alijaribu kuanzisha mahusiano ya kweli na msichana aliyempenda, lakini aligundua kitu cha kutisha. Hisia zake zilikuwa zimekufa. Alikuwa ameuaminisha mwili wake kuwa msisimuko unapatikana tu kupitia mkono na video, si kupitia binadamu mwingine. Hapo ndipo alipozinduka na kugundua kuwa amejijengea jela ambayo kuta zake hazionekani. Ujumbe kwa vijana. Hadithi ya Juma ni kioo cha vijana wengi. Punyeto inapounganishwa na uraibu wa picha za ngono si starehe binafsi tu, ni mtego unaoharibu mfumo wa tuzo reward system wa ubongo. Namna ya kujikwamua. Tambua kichocheo. Je, ni upweke, simu au faraga ya kupindukia? Acha simu nje ya chumba cha kulala. Hapa ndipo mitego mingi ilipo. Tafuta hobi mpya. Shughulisha mwili kwa mazoezi makali ili kutumia nguvu inayopotea. Kuwa na subira. Ubongo unahitaji muda, mara nyingi siku 90 au zaidi, ili kujisafisha na kurejea katika hali ya kawaida, rebooting. Je, ungependa nikuandalie mwongozo wa hatua wa jinsi kijana anavyoweza kuacha tabia hii kwa kutumia mbinu za kisaikolojia?